Mwanaume anayefahamika kwa jina la John Magesa, mkazi wa kijiji cha Mwaburutago, wilaya Meatu, mkoani Simiyu, ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari Meatu, anatafutwa na jeshi la polisi kwa kosa la kumpatia ujauzito mwanafunzi wa kidato cha 3 na kukimbilia pahali pasipojulikana. Hivyo juhudi za kumtafuta zinaendelea sasa hivi. Aidha, jeshi la polisi kupitia vyombo vya habari nchi nzima vimeomba wananchi kutoa taarifa mapema katika vituo vilivyo karibu punde ukimuona mtu huyo. Uliniambia tunaondoka kwa sababu za kiusalama, kumbe ulikuwa unanificha umempa mimba mwanafunzi. Hapana mke wangu, sijampa, wananisingizia. Wamekosa mtu mwingine wa kusingizia wewe. Na kama hujampa mimba, mbona sasa unataka tutoroke? Hizo ni figisu tu za walimu wenzangu, ila sijampa mimba. Kama kweli hujampa mimba, mbona unataka tutoroke? Nimeamua tutoroke ili mambo yasiwe mengi ikafikia mpaka hatua hata nikapelekwa jela. John, usinione mimi ni mjinga sana. Hiyo tabia yako ya umalaya huwa nakwambia kila mara hutaki kuiacha. Rebeka, usiniite malaya, nitakupasua, usinichanganye. Nipasue sasa. Wewe huwa hutaki kabisa kuambiwa ukweli. Na hayo ndio madhara yake sasa. Usinidanganye eti umesingiziwa. Hivi wewe ni mtu gani usiyeridhika na mke wako mpaka unaenda kufakamia watoto wa shule? Ona sasa umempa mimba binti wa watu, alafu unataka kutoroka na kuacha kila kitu. Pia jeshi la polisi limesema kuwa adhabu kali itatolewa kwa yule atakayebainika kumficha mhalifu huyo, ikiwemo kuwekwa jela na faini ya milioni 50. Haya sasa umesikia huko si ni kutafutiana matatizo tu jamani. Kiukweli toroka tu mwenyewe. Mimi nitaenda nyumbani kwetu na nitawaambia kila kitu kinachoendelea kati yetu sasa hivi. Nilienda tena kituoni nikamwelezea yule askari kwamba aliyempa mimba mwanangu ni mwalimu wake, akasema watamkamata. Nimeona wakisema kuwa ametoroka, haonekani mpaka sasa. Haonekani? Wewe umejuaje au nani kakwambia? Tumeona wakitangaza kwenye taarifa ya habari kwamba polisi wanamtafuta. Hivyo kama kuna mtu amemuona akaripoti haraka sana kituo cha polisi. Mbona sasa mambo yanaanza kuwa magumu? Sasa mwalimu John atakuwa amekimbilia wapi? Na ikitokea akakamatwa, sijui itakuwaje jamani. Lakini kwa nini namuonea huruma wakati ameharibu ndoto zangu? Kama akikamatwa au asipokamatwa yote sawa tu. Nitamlea mwanangu mwenyewe na atakuwa vizuri tu. Hata hivyo naanza kuwa na amani kwa sababu Joseph ataachiliwa huru na nitamtafuta nimuombe msamaha kwa kile nilichomfanyia, japo naogopa sana. Mungu akulinde Joseph huko ulipo, uwe salama, na pia unisamehe sana kwa sababu nilifanya vile bila kufikiria hatima yake itakuwaje. Nisamehe sana. Tangu uje huku unaonekana tu wewe ni mchapakazi sana, au umeshafanya kazi kama hizi kabla? Nilikuwa nalima bustani ya nyanya na mboga kipindi nipo mtaani, nina uzoefu wa kulima. Mungu akusaidie sana, siku ukitoka ukafanye kazi kwa moyo na ufanikiwe sana. Amina kubwa. Ila na wewe akusaidie utoke huku jela ukawe huru. Mbona mambo yanazidi kuwa magumu sana? Kwa kweli nilijichanganya sana kwa yule mwanafunzi. Sema bado nina nafasi ya kukimbia, siwezi kushikwa kirahisi hivi. Lazima nifanye uamuzi wa haraka sasa hivi.